Utawezaje kuacha kupenda mtu ambaye hakupendi kabisa? Kitu cha kwanza, kubali kwamba vile wewe unamfeel, yeye hakufeel. Unajua, denial inafanyanga mtu akae pale amekwama. Lakini kukubali inakusaidianga kuanza process ya kupona. Kitu cha pili, ukimaliza kukubali, jiruhusu kupitia katika huo mchakato wa huzuni, hasira, kusikia kwamba umepotezewa wakati. Hizo feelings, they are normal. Ziruhusu zipite. Hiyo grief process. Usikimbize uponyaji wako. Pona pole pole. Na usikue na haraka, na usione kama ni vibaya kukasirika. Wewe ni mwanadamu, ila ile hasira usiitumie kufanya jambo mbaya. Jambo la tatu, weka mipaka. Mipaka katika mazungumzo, mipaka katika kuonana. Kama mmekuwa mkikaa katika nyumba moja na unasikia kwamba huwezi pona ukiwa mahali pale, unaweza toka uende. Na kama ni emotionally, unaweza hata block yule mtu. Unaweza hata acha kuongea na yeye kabisa. Hata social media unaweza mute notifications zake ili usiweze kumuona na usiweze kumsikia. Ujipatie wakati wa kupona. Then kitu cha 4, ni vizuri uweke side mirror kwa maisha yako. Uangalie hiyo relationship uone ni makosa gani ulifanya ndio ujipate katika mapenzi ambayo haina feedback. Inawezekana uliona red flags lakini haukutake serious. So dio maana in future usije kurudia yale makosa tena. Then number 5, ni vizuri uanze sasa kufocus on your self-worth. Uanze kujiona ukiwa mtu wa maana. Usione kwamba kwa maana yeye alikuchukia, hakukupenda na ulimpenda na upendo wote, eti sasa wewe haustahili kupendwa. Hapana. Kutokukupenda kwake hakumaanishi wewe sio mtu wa maana. Tuko pamoja. Then jambo la 6, ni vizuri sasa hiyo energy ulikuwa unatumia kumpenda, uitumie kusoma, uitumie kufanya kazi katika career yako, career development. Uitumie kupenda mamako, babako kama wako hai. Uitumie kupenda watoto wako. Badilisha hiyo energy, uitumie kufanya kitu kingine. Then kutoka hapo, jambo la 7, tafuta ushauri, tafuta kuongea na mtu ambaye anaweza kukuelewa, akusaidie kutembea katika ile safari mpaka uweze kushinda katika ile safari. Usitembee peke yako kama ile safari imekuwa ngumu kwako. Na pia sasa jambo la mwisho, ni vizuri kuomba na kutafuta uso wa Bwana. Kwa nini? Biblia inasema Bwana yu karibu na wale waliovunjika moyo. Wale walionyenyekea ama waliofinyiliwa katika roho, yeye huwa anawaokoa. Those who are lowly in spirit, he saves them. Those who have contrite hearts, he saves them. So ni vizuri uweze kumkaribia Bwana na kuomba Mungu aweze kukusaidia utoke katika maumivu yale. Naweza taka kukuambia ya kwamba sio vizuri kuruhusu maisha yako yakae katika utumwa wa kumpenda mtu ambaye hana haja na wewe. Kwa sababu gani? Wewe ni mtu ambaye uko na maisha na uko na future. Kwa nini upoteze wakati wako, upoteze pesa yako, upoteze emotions zako, upoteze nguvu yako kwa miaka? Na hiyo nguvu na kila kitu ambacho nimetaja zinahitajika katika maisha yako kuweza kuleta ile tunaita personal development. Yani kujijenga mwenyewe. Yani umepoteza maisha yako ukijenga maisha ya mtu mwingine, lakini wewe haupendwi. Na umekuwa ukiona haupendwi. Na imepita miezi, imepita miaka, na bado umekwamilia mahali pale, hauamini hujapendwa, hauamini vile unafeel sio vile yeye anafeel, na bado unakwamilia mahali pale. Utakuta kwamba maisha yako hayataendelea. Maisha yako ya kazi itasimama, maisha yako ya emotionally utakuwa unafilisika, maisha yako ya kipesa itasimama, masomo yako itasimama, yani kila kitu kwa maisha yako, hata huduma yako unashindwa kumtumikia Mungu kwa sababu umekuwa ukijichosha na kujaribu kupenda mtu na kujiprove kwa mtu na kutafuta validation yake na kutafuta kukua close na yeye. Kila wakati unakaa na anxiety, ukiogopa atakuacha, akikosa kujibu message huwezi lala. Yani maisha yako yamekuwa yametegemea huyu mtu. Unakuta kwamba baada ya miaka hakuna kitu umefanya, maisha yako imekwama kwa sababu ulipenda mtu asiyekupenda na ambaye hatawahi kupenda. Wacha nikupatie siri moja katika mambo ya mapenzi. Kama mtu ameshindwa kukupenda, ni vigumu sana awahi kupenda tena. Kwa hivyo usipoteze nguvu yako na time yako.
ukijaribu kutafuta mapenzi kwa mtu ambaye amesha kuonyesha kwa matendo na kwa maneno kwamba hana haja na wewe. Shughulikia maisha yako. Sasa uanze kujipenda mwenyewe na kutafuta riziki yako kwa maisha. Asante sana.